walikuwa hapa room and they were praying. Now in 1 verse 8 inasema, and you shall receive power when he, the Holy Ghost, shall come upon you. Acts chapter 1 and verse 8. You shall receive when he comes upon you. And he comes upon you when you are at prayer. That's why ukiendelea kusoma verse 14, verse 8 inasema utapokea nguvu akiisha kuja juu yako. Roho Mtakatifu atakuja wakati gani? Anakuja wakati unaomba. Umewahi kusikia mtu amejazwa na Roho akipiga ungari? Umewahi kusikia mtu amejazwa na Roho akiwa kazini kwa mwindi? Umewahi kusikia mtu amejazwa na Roho akipiga kelele, akipiga kelele na marafiki zake wakiongea, wakipiga story? Anywhere in the Bible kunaonekana watu wamejazwa na Roho, wanaonekana wakiwa kwa maombi. Kama wako kanisani, wataonekana pahali ya maombi. Anywhere in the Bible ambao kunaonyesha watu wamejazwa na Roho Mtakatifu, wamejazwa wakiwa katika sehemu ya maombi. So utapokea nguvu akiisha kuja juu yako, Roho Mtakatifu. Now for verse 14, hiyo matendo inaonyesha wakiwa hapa room. Hapa room ni nini ilikuwa inaendelea? Hakukuwa na breakfast hapa room. Hakukuwa na sherehe hapa room. Ni nini ilikuwa hapa room? Nini ilikuwa hapa room? Ilikuwa ni maombi. Walikuwa pamoja wakiwa wanaomba. Now chapter 2 verse 1, baada ya kuwa hapa room, sasa wanaonekana Roho wa Mungu akishuka na wote wakijazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hivyo kama wewe hauombi, you lack Holy Spirit. There is a level ya Roho Mtakatifu utakosa. Ukiwa Mkristo na uombi, kuna kiwango ya Roho Mtakatifu utakosa. Na Biblia inasema kwamba Romans 8:14, those who are led by the Spirit are sons of God. So if you miss the Holy Spirit, hautakuwa na nguvu rohoni. Amen. Now, prayer makes you defeat your enemies. Maombi inakusaidia kuwashinda maadui zako. Prayer makes you defeat your enemies. Acts chapter 12 verse 5 inaonyesha wakati Petro amekamatwa na akawekwa ndani. Alipokuwa kule, Biblia inasema kwamba kanisa inaonyeshwa ikiwa church is praying wakati alikuwa korokoroni. Now, what happens? Huko unaonyeshwa ni kama vile huko unaonyeshwa kanisa ikiomba, huko pengine unaletewa malaika ameshuka kwa sababu ya yale maombi. Malaika anashuka korokoroni, anafungua hizo gate. Petro anatolewa pale kwa sababu ya maombi. Andui, kumbuka Elote alikuwa na mipango mibaya na alikuwa amemalizia. Alikuwa amemaliza kumuoa ndugu yake Petro, Yakobo. Alikuwa ameuliwa kwa banga. So mipango ya Elote ilikuwa the whole day amtoe Petro, amumalize vile ambavyo alimaliza ndugu yake. Church prayed. Wakati kanisa ilipoomba, mipango ya handui ilishindwa kwa jina la Yesu. Kumaanisha kwamba wakati wote unapoomba, kuna mipango ya maadui zako haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Wakati unapoomba, kuna mipango ya adui haitaenda through, haitafanikiwa. Wakati unapoomba, unapokea ushindi, unakuwa mshindi kwa jina la Yesu. Inua mikono, piga Yesu mikono nzuri. Sangwe vigelegele kwa Yesu. Now look at it too in verse 4. Inasema ya kwamba omba usije ukaingia kwa majaribu. Omba usije ukaingia kwa majaribu. Kwa hiyo kumaanisha when you pray, majaribu haitakuweza, utaiweza kwa jina la Yesu. Unapokuwa mwombaji, kuna majaribu haitakuweza, kuna majaribu haitakuweza, mbali utaiweza katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Good example, Daniel chapter 10, tunamuona Daniel hapo akiwa kwenye prayer. Daniel was a prayerful man.
He was a prayerful believer. Yeye alikuwa ni mwombaji. He is a good example. Hallelujah. Na yale maombi alikuwa anaomba sio maombi ya kawaida, ni persistent prayers. Maana tunamuona kuanzia verse 12, verse 13, Danieli ameingia kwa maombi na kuna jambo alikuwa anaomba, na alikuwa katika mfungo wa 21 days akiwa katika prayer. Hallelujah. Sio maombi ya kusikia. Kuna ile maombi sisi tunaomba. Kuna watu wanajenga prayer wakati kumemboka. Hallelujah. Kuna watu watafunga wakati kumemboka. Ukiona amefunga, kuna kitu iko sawa. But God expects to live that life. Hata kama hakuna shida, unaweza kuwa katika mfungo. Umepasi hata kama hauna shida. Amen. Hiyo inakufanya kuishi maisha ambaye you are strong. Somebody say amen. Now, Daniel prayed. Daniel chapter 10, verse 12. Somebody. Daniel 10, 12. Are you there? Daniel 10, 12. There? What am I doing about it? Daniel 10, 12. Are you there? Aha. Yes, nasema. Daniel 10, 12 and 13. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that you did set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for your words. Verse 13. Aya, imetosha. Daniel anaambiwa siku ya kwanza nataka uende 13. Siku ya kwanza ulipoanza kuomba, nilijibu maombi yako, niliachilia muujiza, niliachilia baraka. But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me, because I was detained there with the king of Persia. Aya, pelekea Basarosi. Chapter. Mpelekea micro. Hebu na Kiswahili. Daniel 10:13. Na njakiwa weke pia ambayo iko na moto. A good Bible teacher anazote. Unajitetea. Umepata? Daniel 10 verse 13. Ama tuanze 12:13 Kiswahili. Daniel chapter 10 verse 12. Biblia inasema ndipo akaniambia, usiogope Danieli. Usiogope. Kwa maana tangu siku ile kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. 13. Lakini mkuu wa ufalme wa ufalme wa Wajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyu Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele. Pia imekuwa nzuri kwa jina la Yesu. Somebody say amen. We see Daniel a good example ya praying believer akiwa anaomba. Na maombi ya Danieli ilikuwa ni maombi persistence. Alianza siku ya kwanza, he was persistent. Aliomba maombi, akaanza siku ya kwanza, haikujibiwa, hakuona matokeo, akaendelea siku ya pili, akaendelea siku ya tatu, akaendelea siku ya 4, siku ya 10, siku ya 11. Mimi sijui Danieli alikuwa, I don't know what you are praying from God. Sijui unaombea nini, sijui ni nini unaamini Mungu, sijui maombi yako ni nini ambayo unaombea.
Mimi naangalia hapa, nauliza hivi, kama Daniel anaonekana akiomba na katika yale maombi hakupata, hakuacha maombi, akaendelea na kufunga na kuomba mpaka 21 days, siku 21 ndio malaika anatokea. Mimi najiuliza hivi, na wale hawaombi, wale hawaombi, surely kuna vitu huwezi kupata. Kama unaona vile amepambana siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, all through mpaka 21 days, and those who give up, not giving up, Daniel hakukata tamaa, aliendelea. Somebody say amen. Somebody say amen. Pokea neema ya kuendelea kwa jina la Yesu. Nasema pokea neema ya kuendelea, hautakata tamaa, utaendelea na kutendeka kwa jina la Yesu. Somebody say amen. Maombi inasukuma vitu mpaka inasaliwa. Oh, hallelujah. Nasema maombi inalazimisha vitu vya kiroho mpaka inasaliwa kwa jina la Yesu. Ndani ya na akapush. Kuna vitu Mungu ameachilia kwako, lakini lazima uapply force, usisukume ndio sitokee. Nasema kuna hadi Bwana ameachilia kwako, lakini lazima uapply force ndio itokee katika jina la Yesu. Wakati alipoanza kuomba iliachiliwa, lakini ilihitaji kuwa mpaka ndio itokee, idhihirike. Hallelujah. Oh, some miracle. Oh, some blessing. Don't get tired. Don't give up. Don't lose hope. Don't need to push. Miracle endelea kusukuma na utaipokea. Ukiacha kusukuma utapoteza. Ukiacha kusukuma utakosa kuiona. So long as unaendelea utaipokea, utaipata kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Kuna vitu vyako vimeachiliwa, lakini inahitaji nasema kuna baraka zako zimeachiliwa katika hanga, lakini zinakuhitaji endelea mtume. Hallelujah. Hallelujah. Somebody say amen. Kwa kitabu yako andika E-U-S-H. Hallelujah. P-U-S-H. Unamaanisha pray something until something happens. Wewe unaomba na unaacha nitendeka. Wewe unaingia kwa fasi, unafasi siku moja na umetoka, na hata umesahau kile ulikuwa unaombea, na tena umeacha na inatendeka. Pray until it happens. I say push that miracle. I say push that blessing. I say push. I say push. I say push. In Jesus' name. Prayer is a force that pushes what God has released for you. I say prayer is a force that pushes your miracle to manifest, your blessing to manifest. Iliachiliwa, lakini mkuu wa anga akazuia. Nasema iliachiliwa, lakini isotokea akazuia. Kuna baraka zako Mungu aliachilia, lakini kuna iliachiliwa. Hiyo kazi iliachiliwa. Aliachiliwa. Your prayer was answered last year. Bwana msemea. Amen. Nasema maombi yako yalijibiwa miaka
miaka 3 imepita, nasema maombi yako imejibiwa. Miaka imepita, ayayayaya, nasema maombi yako imejibiwa. Simani, lakini sasa hakupokea kuanga umezuia ajilie wasiwe mpaka upokee. Nasema usilale get it. Somebody say hallelujah. Don't relax. I didn't get it. Don't stop praying. I didn't get it. Don't stop fasting. I didn't get it. But it's all right. Iliachiliwa kitambo, iliachiliwa na baraka yako iliyo umekuwa iliachiliwa mara hii na kuachilia kwa baraka yako ulizuiliwa. I lost it. I lost lakini lako ulipokea kwa jina la Yesu. Na hivyo nasema Mungu wa uwanja alipinga akazuia ile baraka ya Danieli. Chochote kimezuia hiyo baraka yako leo kwa jina Unashangilia Bwana. Unashangilia Bwana. Unashangilia. Yesu yako mtu wa leo kama yako na mtu wa leo kama mchizo ule mkuu wa wote. Wewe unasema malaika akatumwa naweza kuwa malaika nimetumwa nisimame na wewe hiyo maombi yako ikatilie hiyo baraka yako ikapokea huo mchizo wako ukapokea. Unakamata mkuu wa uwanjani, unakamata ila roho iliyozuia baraka yako unaikamata kwa jina la Yesu. Inua mikono yako, shangilia. Shangilia Bwana.
inazuia baraka, inazuia miujiza yako, inazuia maendeleo yako, yote iko inazuia rangi ya epigwe hiyo roho ya kizilani, epigwe hiyo roho, hiyo madhabahu ya kiuchawi, epasuke, ituachilie, ituachilie, achiliwa leo, achiliwa leo, achiliwa leo. Kuna mtu hapa utaachiliwa, kuna mtu hapa utaachiliwa, kuna mtu hapa ndoto yako itaachiliwa, kuna mtu hapa maono yako itaachiliwa, kuna mtu hapa baraka zako itaachiliwa. Zinaachilia musako wa moto, musako wa moto, kilichozuia, kilichozuia, kilichozuia sikutane na moto, kilichozuia hiyo baraka, sikutane na moto, sikutane na damu ya Yesu. Ninaachiliwa, ninaachiliwa, ninaachiliwa. Anza kupokea. Siku ile akapokea Danieli, siku ile akapokea. Siku ya leo pokea maombi yako, siku ya leo pokea maombi yako. Nasema leo, nasema leo pokea maombi yako. Danieli akapokea. Today, receive it. I said today, whatever it is, your miracle, receive it. Breakthrough, receive it. Your gift, receive it. Your talent, receive it. Your vision, receive it. Whatever it is, neno la Bwana, anza kupokea kila mvua wote, kila vikwazo, kila mizigo, funguliza hiyo baraka, funguliza hiyo kazi, watoe sokea, uamwe mambo, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, mwambie Bwana, niachilie, funguliza, funguliza, funguliza hiyo baraka, huo muujiza, funguliza sasa, funguliza sasa, funguliza sasa. Oh yes, iliachiliwa kitambo, iliachiliwa kitambo. Kuna baraka zako tayari ziliachiliwa, kuna vitu vyako tayari ziliachiliwa, kuna bahari zimezuiliwa, kuna mambo yako kitambo yaliachiliwa, kuna baraka yako iliachiliwa asilia, iliachiliwa miaka mitatu ambayo imepita, iliachiliwa kitambo. Mungu alijibu, Mungu aliachilia, lakini kuna kitu kimezuia, kuna nguvu imezuia. Hiyo nguvu ivunjike, hiyo nguvu iondoke, hiyo nguvu iachilie, kilichozuia, hiyo nguvu iliyozuia ivunjike, ivunjike. I bind that spirit in the name of Jesus. I bind the force. Your authority, I bind it now in the name of Jesus. I command it to break up. Hiyo mtandao, nasema hiyo mtandao, inaamsha ikasuke, inaamsha ikutike, hiyo mtandao inazuia baraka zako, inaamsha leo, ekujenga, 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 ekujenga. Ongea sasa, ongea sasa, niliongea, 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 hiyo kazi, niliongea, hiyo pesa, niliongea.
Bwana Yesu. Ile baraka Mungu ameachilia ninaipokea leo. Ule muujiza Bwana ameachilia ninaipokea leo. Ile kazi Yesu ameachilia, ile baraka Bwana ameachilia, sema ninaipokea, 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 ninaipokea leo, naipokea leo, naipokea leo, naipokea leo, naipokea leo. Sema Bwana Yesu, kila nguvu ya uwanjani iliyozuia baraka yangu ivunjike leo, ivunjike leo, ivunjike leo, ivunjike leo. Ninapokea sasa, ninapokea sasa, ninapokea sasa kwa jina la Yesu. Inutuma yako, just receive it. Take it. In the name of Jesus. Haya maombi, receive the answer of your prayer. Receive the answer of your prayer. Bwana mtende, Bwana mtende, Bwana mtende. Ipokee. Kuna maombi umeomba, hicho kimezuia, leo kinavunjika, leo kinaachilia. Oh yes, receive now. Pokea hiyo maombi kasi, hiyo maombi ya afya, hiyo maombi, hiyo maombi, hiyo maombi, hiyo maombi. Receive now, receive it now, receive it now. Hiyo tamanio moyo wako, take it, receive it now. In the name of Jesus. Chochote kimezuia, kinavunjika leo, kinavunjika leo, kinavunjika leo. Ndio hiyo inavunjika, ndio hiyo inavunjika, ndio hiyo inavunjika, ndio hiyo. Every resistance, I command it to break. Whatever resistance, I command it to break, I command it to break, I command it to break. Receive it now, receive it now, receive it now, receive it. Father, thank you. I bless your name. Asante kwa ajili ya kila moja. Asante kwa neema. Asante kwa baraka. In Jesus' name tunaomba na kuamini. Pokea Yesu na kwa mazuri. Amen. Tunaweza keti.